Tunapokutana na wimbo unaosema kwamba yupo mbadala wako, usinyanyue mabega, hiyo ni sahihi kabisa. Unajua, kuna watu wamekuwa na mitazamo kwamba mimi nikiondoka kwenye ofisi hii hakuna kitakachoendelea, hakuna mfanyakazi kama mimi, hakuna sijui kama nini, sijui hawezi pasipo mimi. Ninachotaka nikwambie ni kwamba mambo yanaweza yakasonga mbele bila hata wewe kuwepo hapo. Kabisa kabisa, kwa sababu Mungu ana namna nyingi za kuinua watu wake. Though inaweza ikatokea kwamba ukiondoka ofisi ikateteleka kutokana na namna ulivyokuwa na nafasi ya kimungu pale ulipokuwa, lakini isiwe kwa ile namna ya kujisifu kwamba najisifu kwamba mimi hakuna kama mimi. Hapana. Mtu wa Mungu, kuna msemo mmoja wanasemaga kwamba ukiona umepewa likizo kazini au sehemu yote unaofanyia kazi umepewa likizo, inamaanisha kwamba wanaweza wakaishi bila wewe. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba jua position yako na iheshimu hiyo nafasi yako na usijisifu kwa nafasi hiyo ulionayo, kwa sababu unaweza ukatoka kaja mwingine akakaa kwenye kiti hicho hicho ulicho. Kwa hiyo hakikisha kwamba unamtukuza Mungu kwa nafasi moja na nafasi nyingine. Tukiangalia katika Biblia tunaona mfano mzuri Daniel wakati alipoenda pale katika ile nchi, maana alikuwa bado yeye pamoja na ndugu zake Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa ni wageni pale katika nchi, walikuwa ni watumwa. Lakini kilichotokea, maandiko yanasema kwamba walionekana ni wenye uwezo mara 10 zaidi ya watu waliokuwepo pale. Kwa maana yake kwamba wale watu waliokuwepo pale walikuwa na namna zao wanavyojisifia, lakini walishangaa kuona kwamba kuna mbadala wao ameinuka na ametokea pale. Kwa hiyo usijisifu, utashushwa ndugu yangu, ila msubiri Mungu aweze kukuinua na kukuweka viwango ambavyo yeye amepanga wewe uweze kuwa. Mungu akubariki sana.